Mwanaharakati na mgombea urais mtarajiwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 Boniface Mwangi anasema anahofia usalama wa maisha yake kutokana na kile kilichotokea wiki jana alipokuwa akisafiri kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kuelekea Malindi kwa ziara zake. Mwangi alidokeza kwamba risasi ambayo imetumika iliwekwa kwenye begi lake katika uwanja wa Jomo Kenyatta na watu ambao wanaamini kuwa ni wafanyakazi wa uwanja huo wa ndege. Anavyoripoti mwanahabari wetu Noel Nabiswa, Mwangi anadai kwamba mawasiliano yake pia yanachunguzwa kwa karibu sana. Ni katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mnamo tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka 2025 ambapo mwanaharakati Boniface Mwangi alipata risasi iliyotumika katika begi lake alilokuwa akisafiri nalo kuelekea Kilifi. Mwangi alidokeza kuwa begi hilo lilipitia vituo viwili vya ukaguzi katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Swali kuu likisalia, risasi hii ilipatikanaje kwenye mzigo wake licha ya kupitia vituo hivi viwili? Threats are not new to me. However, the events of this past weekend have left me shaken, and I now believe my life is in serious danger. Just like the lives of my friends, Tanzanians presidential hopeful Tundu Lissu and Uganda's Kizza Besigye. Akidokeza kuwa hii ni njia mojawapo tu inayotumika na serikali kumpatia vitisho, lakini atasimama kidete ili kuhakikisha nchi imekombolewa kutoka kwa uongozi mbaya, na lolote baya litakalofanyika kwake ni serikali itakuwa imehusika. If anything happens to me, look no further than the state. This regime is afraid that the tide of change is blowing and they'll be swept into oblivion by it. They fear the movement, which is now leaderless, which is much bigger than myself or any single person. And what we are seeing now is that those in power are using all forms of harassment, including cross-border repression, to try and silence the critics who are speaking boldly against the violations that are being witnessed across this region. Wakili wake Kivutha Kibwana pamoja na wanaharakati wengine walimshauri asiripoti kisa hicho huko Kilifi, kwani ilikuwa njia moja ya kumgandamiza kutokana na kesi ya aina hiyo inayomkabili. When he reported the matter with us, knowing that he has a charge already of a similar nature, we advised that the ploy was for him to go to the police station. Then they say that this is a sequel matter, because already we have taken you to, you have a case of a similar nature. So this was like buttressing a previous case. Mwanaharakati huyu amedai